kibali. Anasema tena, usipotenda vyema, dhambi inakuotea mlangoni. Usipotenda vyema, dhambi iko mlangoni kuotea. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Anasema kama ukitenda vyema, utapata kibali. Ukibadilisha mawazo, ukibadilisha mwenendo wako, utapata kibali. Mawazo ambayo unayo hayo, ukiamua kuyaacha leo, Mungu anasema utapata kibali. Wanajiuliza pale, Mungu anauliza, matendo yako ukiyabadilisha leo, ukiamua kubadilika maishani mwako, utapata kibali. Ndio swali ambalo Mungu anauliza kwenye mkutano wa leo. Yesu asifiwe sana. Kwenye mkutano wa leo, Mungu anauliza maneno haya. Alikuwa anamwambia Kaini alikuwa na uovu. Uovu ulikaa ndani ya moyo. Anataka kutenda mambo mabaya. Mungu anampa onyo Kaini. Anasema, "Haya mawazo ulionayo hayo, ukiyatenda mtumishi wa Mungu, utapata kibali. Mbona unataka kutenda mambo mabaya?" Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kumbe kibali kinapatikana kwa kutenda vyema. Yesu asifiwe sana. Kibali kinapatikana kwa kutenda vyema. Ndipo kibali cha Bwana kinapatikana kwenye maisha yetu kwa kutenda vyema. Kwa Mungu anatoa wito kwa kila mmoja wetu kushinda uovu na kutenda vyema. Mungu anatoa wito kwa kila mmoja wetu kushinda uovu na kutenda vyema. Matendo yako yanaweza kuamua au kugharimu hatima yako. Hichi ndio kinachotokea kwa wana wa Israeli mbele ya Yakobo. Na irudie hiyo pointi. Matendo yako yanaweza kuamua au kugharimu hatima yako. Matendo yako yanaweza kuamua au kugharimu hatima yako. Lakini katika siku hii ilikuwa ni siku ya kila mmoja kusikiliza hukumu yake, makemeo yake na ujira wake, kutokana na kile kilichowapata, lakini vile vile kujua hatima yao. Hawa kabila 12 wamekaa pale mbele, wanasubiri hatima yao katika maisha yao yatakayowapata siku za mwisho. Ni ukweli wa wazi, Israeli alikuwa akisema na mtu wake mmoja baada ya mwingine. Alikuwa anawabariki, anawakemea na kuwaonya vile vile namna walivyoenenda, lakini alikuwa akiwatabiria yatakayowapata siku za mwisho. Yakobo alikuwa akiyaona yale Mungu atakayowafanyia kabila moja baada ya jingine katika Israeli, lakini kilikuwa ni kivuli, tunasema typology, yale yatakayotupata siku ya hukumu mimi na wewe. Ilikuwa ni ibada ambayo ni kivuli cha siku ya mwisho ambayo tutapata mimi na wewe. Kwa Yakobo na watoto wake ilikuwa ni kivuli cha siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni kivuli cha siku ya mwisho. Kwa ule mkutano ambao Yakobo na watoto wake ulikuwa ni wa kipekee na Roho Mtakatifu alikuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa Yakobo alikuwa akiyaona yale Mungu atakayowafanyia kabila moja baada ya jingine katika Israeli. Lakini alikuwa ni kivuli kwa ajili ya siku za mwisho. Kwa tabia zetu na matendo yetu ni ukweli ulio wazi kuwa yanatuunganisha katika kabila hizi. Kila mmoja anaumbwa katika kabila mojawapo kutokana na kutenda kwake. Endapo upo katika tabia za Yakobo kitabia, basi sikilize Israeli, baba yako anapokuambia siku ya leo. Kama tabia zako zipo katika wale 12, kati ya mmoja wale 12, kumbuka walikuwa na tabia zao. Sijaziweka kwa tabia zao nyingi. Kwa kila mmoja tabia zao ni nyingi sana. Kwa sababu pale kama na tabia yake inafafanuliwa. Kila mmoja tabia yake inafafanuliwa. Kila mmoja tabia zake. Kwa siku ya mwisho ambapo Mungu anafanua maisha yetu na tabia zetu zilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Ni kikao cha siku ya mwisho. Kwa hiyo hii ilikuwa inazungumzia siku ya mwisho itakapokuwa. Kila mtu tabia zake zitasomwa. Kama wale 12 waliposoma tabia zao, na siku ya mwisho na sisi hapa tutasoma siku hiyo. Sisi ni kabila kiroho la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. 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 Kwa nabii sio lazima uje kwa mtu kujaa roho na kutetemeka. Kwamba siku hiyo kwamba Yakobo itatoa yeye roho atetemeke siku hiyo. Hapana. Unabii hauli katika njia hiyo. Kwa hiyo kwamba ule wazi kwamba Yakobo alisoma tabia za wanawe na aliziweka moyoni muda mrefu. Mungu amesoma tabia zetu na ameziweka moyoni mwake muda mrefu tabia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yakobo alisoma tabia za wanawake, za watu wake na akaziweka kwenye moyo muda mrefu. Aliishi nazo kwenye moyo muda mrefu. Alizisoma tabia zao. Kwa hata sisi tuko hapa, Mungu anajua tabia zetu na amesoma tabia zetu. Vile tulivyo kwenye mioyo yetu, Mungu anajua yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anajua yote tulionayo kwenye mioyo yetu. Hakuna la kuficha Mungu. Mungu anajua yote tulionayo kwenye mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yakobo aliitisha mkutano na kuambia wanawe, kusanyikeni niwaambie mambo ya siku za mwisho. Aliwaitisha mkutano wanaye, kusanyikeni niwaambie mambo yatakayowakuta siku za mwisho. Nimesema kwa mkutano wa kiroho, sio mkutano unaozoeleka kila siku.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anazihukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo kwa utulivu wa Roho Mtakatifu aliweza kuelezea siri kubwa na za wazi kuhusu siku zao za mwisho na namna itakapokuwa kwenye maisha yao. Uwepo wa Mungu ulikuwepo kufunulia ili ni eneo muhimu ambalo kila mmoja anapaswa kusikiliza kwa makini. Sio Rubeni tu au sio Simeoni tu au sio Lawi tu au sio Yuda tu au Isakari au Yusufu na kadhalika. Kila mmoja anapaswa kusikiliza kwa makini sana siku hiyo ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sio hao tu waliowaita, na sisi ni kabila la Yakobo. Ni kabila la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kabila la Israeli. Ni siku hiyo itafika ambapo tutaitwa kwenye hukumu. Ili kila mtu asikilize maisha yake alivyoishi duniani. Kila mtu asikilize maisha yake aliyoishi duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yakobo anasema wamsikilize, sio kama Yakobo waliomzoea, sio kama Yakobo binadamu ambaye wanaweza kumdanganya na kumletea michezo. Sio kama waliomzoea, lakini Yakobo amewaita wamsikilize hivyo hivyo kama baba yao, kama kiongozi wa familia yao aliyetembea na Mungu maishani mwake. Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mwanzo pale ninaparudia Mwanzo 49. Mwanzo 49. Mwanzo 49. Na ule mstari wa kwanza na wa 4. Sasa baba wamewaita, wamemzoea siku zote, wanafanya michezo siku zote, anaweza kwa watumwa kakataa siku zote, waweza kufanya kwa uaminifu kazi ambazo anawapa siku zote. Lakini siku hiyo ilikuwa ni siku ya kipekee. Ilikuwa ni siku ya kipekee. Anasema Yakobo 49:1-4. Yakobo akawaita wanawe, akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo. Msikilizeni Israeli baba yenu. Reubeni, mzaliwa wangu wa kwanza. Nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipandia kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Alikipandia kitanda changu. Pale mwishoni pale anasema alikipandia kitanda changu. Sasa ukisoma Biblia, alikuwa kwenye hali gani Yakobo anazungumza ile? Alikuwa kwenye hali gani? Ukisoma Biblia vizuri. Ukisoma hiyo vizuri, Yakobo anasema, yaani ukisoma vizuri hapo, kwa mstari wa 4 anasema umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Maana anaondoa ukuu kwa matendo yake mabaya aliyofanya. Anaondoa ukuu. Anasema hivi, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako. Anamwambia Rubeni, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Anarudia tena pana nukta pale. Anasema alikipandia kitanda changu. Wanasema kama uliniliojo. Yaani anatoa mpaka anasema aliliojo. Anatoa yaani kwa msisitizo lile neno la mwisho. Anasema hivi, anasema alikipandia kitanda changu. Yesu ndiye sana anathibitisha kwamba Rubeni ameruka kimo cha maji, kapitiliza, amekipandia kitanda changu. Yakobo anataka kumbariki Rubeni na anamtambua wazi kuwa huyu ndiye kijana wake wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, ni malimbuko yake duniani, ni mwenye nguvu na mkuu kuliko wengine. Yesu ndiye sana ni malimbuko duniani, na wewe ni malimbuko duniani. Mungu anamwambia Yakobo, anamwambia mwanae ni kijana wa kwanza. Kwa kwamba Rubeni kwa asili kwa kabila la Yakobo wa 12 alikuwa ni wa kwanza. Alikuwa anasema usiwe na ukuu. Maana Rubeni alikuwa ni mkuu, anaitwa watawale, au mkuu Rubeni, au mtawala, au mfalme. Lakini kwa sababu aliyofanya, Mungu anaondoa ukuu wote. Aliuondoa. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Mungu aliondoa ukuu wote wa Rubeni, aliondoa. Maana ni kwamba asingefanya matendo. Rubeni alikuwa ni kiongozi mkubwa, alikuwa ni mtawala, lakini akaondolewa ule uwezo wa kutawala. Akaondolewa zile baraka zote za kutawala kwa sababu ya dhambi aliyoificha muda mrefu. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yakobo atakumbariki Rubeni na anatambua wazi kuwa ndiye kijana wake wa kwanza, ndiye alikuwa mkuu, ndiye mtoto wake wa kwanza, ndiye malimbuko yake ya kwanza. Anasema lakini Yakobo anaondoa mamlaka kwake kwa utamaduni za Israeli. Huyu ni mrithi halali wa Yakobo. Alitakiwa abebe kusudi la Mungu hata ujio wa Masihi. Maana kwa ni mkuu, alitakiwa ni mkuu hata ujio wa Masihi. Itakiwa upitie kwenye uzao wa Rubeni kwa sababu yeye alikuwa mkuu, ndio mtawala, lakini baadaye anaondolewa ukuu, wanapewa watu wengine. Yesu ndiye sana. Wanapewa watu wengine, anaondolewa ukuu, wanapewa watu wengine. Lakini Yakobo anamkataa kwa sababu alikuwa hana uadilifu, alikuwa hana adabu, lakini si hivyo tu, alikuwa ni mtu asiye na nidhamu na asiyeweza kujizuia. Alikuwa ni mtu aliye
Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Hana adabu. Tabia hizo. Hana adabu. Lakini anaona alikuwa mtu ambaye hana nidhamu, asiyeweza kujizuia, hana nidhamu. Ni watumishi ambao Yakobo amewaita kwenye mbele ya madhabahu, anawahukumu siri zao. Ni watumishi ambao wanatembea pasipo nidhamu, wanatembea hawana adabu. Yesu asifiwe sana. Wana tamaa, hawazizui tamaa zao, wana miemko, hawazui miemko yao, wana hisia, lakini hisia zao hawazizui. Ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa. Kwa hiyo asingeweza kuwa kuhani wala mfalme utawala, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye tamaa, aitembea na suria wa baba yake, hakuweza kujizuia, hakuwa na adabu. Suria alitembea na mke mdogo wa baba yake Yakobo na ni Rubeni. Kitabu cha Mwanzo Mwanzo 35. Kitabu cha Mwanzo 35 na ule mstari wa 22. Maandiko yanasema, ikawa Israeli alipokuwa akikaa katika nchi ile, Rubeni akaenda akalala na Bila suria wa babaye. Israeli akasikia habari. Basi hao wana wa Yakobo walikuwa 12. Sasa isikie pointi hiyo. Anasema ikawa Israeli alipokuwa akikaa katika nchi ile, Rubeni akaenda akalala na Bila suria wa babaye. Israeli akasikia habari. Unaona? Akaisikia habari, lakini aliendelea kuishi naye mpaka siku ya kufa. Hakuwahi kuongea naye chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema unaweza kuwa unatenda leo unasema Mungu anioni. Mungu anioni. Kumbe Mungu anajua yote unayoyafanya mpendwa. Anajua yote. Unayoyafanya anajua yote. Huyu Yakobo alikaa kimya. Iko siku anajua watakuja kukaa mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko siku anajua watakuja kukaa mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwamba wamekaa, ametenda matendo mabaya Rubeni, na ameficha siri zote, amekaa na siri, amemdanganya baba yake, na anatumika vizuri, anafanya kazi ya Mungu vizuri, lakini kuna kosa analo, babake anajua. Hivyo unajisikiaje? Umemkosa baba yako kosa, alafu uko nyumbani mwa baba yako Mungu ndani, baba yako anakutuma, anakupa kazi, lakini anajua unachokifanya. Yesu sasa anajua unachokitenda, na hajakiondoa, kipo kwenye moyo, hajakiondoa. Anakupa kazi vizuri, unahubiri, unafanya usafi, unatoa mafungu ya 10, unafanya huduma mbalimbali, lakini Mungu anajua yote uliyofanya, lakini bado anakupa kazi na mvua inakunyeshea. Alihubiri tumshimole sina nataka alihubiri juzi hapa. Akasema ni mzee wa shamba siku. Akasema mvua inakunyeshea, yani ina mbaya na mzuri wote mvua inanyeshea. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Inanyeshea mbaya na mzuri. Kwa Mungu bado baraka unazipata tu ndogo ndogo unazipata, unakuwa unafanya nini? Lakini Mungu anajua ipo siku utasimama mbele zake. Yesu asifiwe sana. Anajua ipo siku utasimama mbele zake. Kwa unaona Mungu aliamua kuondoa ukuhani na ufalme kwa Rubeni na kuwapa wengine. Aliondoa ukuhani aliyomuondolea Sauli. Anaondoa ukuhani ndani ya mtu. Ukuhani ni ukuu. Ni ule ukuu ambao Mungu amekupa kutawala. Kwa Mungu anaondoa ule ukuu wa kutawala kwa sababu ya dhambi ambayo iko ndani yako. Inawezekana leo unaishi maisha magumu sana kwa sababu Mungu ameshaondoa ule ukuu wa kutawala. Bwana Yesu sana. Anaondoa ule ukuu ndani yako ambao unatakiwa uwe wa kwako. Lakini leo sio mkuu kwa sababu Mungu ameshaondoa kinara ambacho kilikuwa ndani yako. Unateseka kwenye maisha leo. Unateseka lakini kuna kitu Mungu amekiondoa kwako kwa sababu ya kosa ambalo umelifanya na umelificha. Rubeni alilipa gharama kubwa ya uovu wake. Mungu hahitaji watu wanaovuka mipaka yake, hawahitaji. Mungu hahitaji watu wanaovuka mipaka yake, hawahitaji. Mungu akiweka mipaka anataka tuishi mipaka. Hataki tuwe kwenye mipaka yake. Bwana Yesu sana. Ndio kanuni ya Mungu. Hapendi kuvuka mipaka aliyotuwekea. Kila mwanadamu anaishi chini ya sheria. Hatuwezi kuishi ovyo ovyo tunavyotaka. Lazima tufuate sheria na kutii sheria ya Mungu. Na ndio maana Biblia imekuja. Biblia ni mwongozo wa sisi kuitii sheria ya Mungu. Bwana Yesu sana. Yesu sana. Yesu sana. Kwa sheria tuliyopewa na Mungu ni Biblia. Tufuate maandiko, tufuate neno la kulifanyia kazi. Mungu ametupa vitu kutulimiti sisi. Tuishi sawa na vile Mungu alivyosema. Bwana Yesu sana. Yesu sana. Yesu sana. Yesu sana. Kwa dhambi aliyoifanya alikuwa ya kawaida. Alikuwa amepitiliza ule mstari wa kawaida wa utendaji dhambi. Ni dhambi ambayo hata wangefanya wapagani ingeza taharuki. Dhambi ya kulala mama yako sio dhambi ya taharuki. Hata wapagani hawafanya, lakini watumishi wanatenda. Wanavuka mipaka. Huu mfano na Yesu anauzungumza kwamba ni mtu ndani ya kanisa anatenda dhambi iliyopitiliza kipimo cha dhambi. Yaani ni mtu, ambapo hata wapagani hawatendi.
Yaani mpagani kulala na mama yake ni taharuki mtaani. Mpagani mwenyewe anaogopa. Lakini watumishi wa Mungu wanafanya kazi, wanatenda dhambi, wanapitiliza mpaka mstari wa Mungu ambao yaani kipimo ambacho Mungu ameweka, wanavuka kile kipimo. Bwana Yesu sana. Na ndio dhambi ambayo hapa Mungu anaizungumza kwenye kabila 12, anaizungumza hiyo dhambi. Bwana Yesu sana. Yesu sana. Kwa kwamba lakini Rubeni alikuwa ni mtu aliyeshindwa kujizuia, hivyo alimvunjia heshima baba yake. Kumbe unapotenda dhambi unamvunjia heshima Mungu. Yesu sana. Alimvunjia heshima baba yake. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Sura ya 5 na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa. Na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Unaona? Anasema inajibu kule kwa Rubeni. Inasema yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa. Habari imeenea kwamba mtumishi kwenu kuna zinaa. Habari imeenea kwamba mtumishi kwenu kuna dhambi. Habari imeenea. Anasema hivi, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa. Yaani ni dhambi ambayo haipo hata kwa mataifa. Ni dhambi ambayo unaitenda hata mataifa wanaiogopa, lakini mtumishi wa Mungu unaitenda bila hofu. Yesu sana. Unaitenda bila hofu. Dhambi ambayo hata mataifa wanaiogopa, lakini wewe unaifanya pasipo hofu. Unajifanya umejificha. Unaitenda dhambi ambayo hata wapagani wanaiogopa. Yesu sana. Hata wapagani wanaiogopa. Kwa Rubeni alifanya zinaa na mke wa baba yake. Hii ilikuwa ni dhambi iliyopitiliza katika uadilifu. Ni malimbuko ya Israeli, lakini hana nidhamu. Ni malimbuko ya Israeli, lakini hana nidhamu. Nidhamu hakuna, uadilifu hakuna, hana adabu. Anatembea pasipo nidhamu. Ni mtumishi wa Mungu, hana adabu, hana nidhamu. Anatembea yumo njiani, amejificha, hana adabu, hajatulia, haeleweki, hana misimamo. Mtumishi wa Mungu hajatulia, haeleweki, hana misimamo. Yeye ni mtumishi wa Mungu, hana nidhamu, hana adabu, amepitiliza kimo cha matendo, amepitiliza. Anatembea kabisa kwa njia, amepitiliza, uadilifu umepotea. Ni mtumishi wa Mungu. Babao aliwaita, hawaeleza habari zao kuzitenda. Aliwaita, sema watoto wangu nisije kafa, wakakaa hivi. Wani waite watoto wangu kabla sijafa, niwaeleze matendo yao wanayofanya. Wamepitiliza kimo, hawana adabu. Watu wa namna hii hawawezi kuwa watumishi wa Mungu. Utakuwepo kwenye ukoo lakini hautatawala. Hautashinda katika maisha yako. Ile kwenye ukoo utakuwepo kama mimi nimeokoka, lakini hautashinda na wala hautatawala. Bwana Yesu sana. Kwenye ukoo tunakusabia kwamba mtumishi, sisi tunajuaga mtumishi mwenzetu amepata matatizo fulani, tunamchangia michango, tunaenda. Sisi tunasema ni huko kwenye ukoo upo, lakini hautakuja kutawala hata siku moja. Yesu sana. Hautakuja kutawala hata siku moja. Kwa hiyo hakuna kuhani wala nabii wala mwamuzi aliyetokea kabila la Rubeni. Unaona dhambi, mateso anayofungiwa vile vitu vya kutawala. Hakuna kuhani wala nabii wala mwamuzi aliyetokea kabila la Rubeni. Unapoyachunguza maandiko, yeye ni mfano wa watu wote wenye tabia mbaya, watu wasio na busara, watu wasio na adabu, watu wasiojiheshimu. Rubeni anawakilisha watu ambao wangekuwa na uwezo wa kuwa na nafasi kubwa, lakini wanapoteza nafasi zao kwa sababu ya kukosa uvumilivu na kukosa adabu. Ndio mfano wa Rubeni. Yesu sana. Halikumsaidia Yusufu. Unajua alimsaidia Yusufu. Lakini siku ya mwisho kuna kitabu cha Matendo. Kuna kitabu cha Matendo mema. Yesu sana. Alitaka matendo mema. Alimsaidia Yusufu asiuawe, si ndio? Alimsaidia kwenye nyumba zamani, alimsaidia Yusufu asipate madhara. Lakini Mungu mwishoni anahukumiwa sawa sawa matendo yake. Yesu sana. Anahukumiwa sawa sawa matendo yake. Bwana Yesu sana. Huenda wangekuwa watu wakubwa sana, lakini kwa tabia zao zisizotabirika wamepoteza nafasi za rube zao. Rubeni alipoteza sifa ya umiliki kwa ajili ya dhambi ya asili ya siku moja. Ilimgharimu maisha yake yote. Dhambi mbaya, mtumishi wa Mungu, ilimgharimu maisha yake yote. Rubeni alifanya yeye wa kwanza kwenye familia, alifanya yeye ni mrithi wa familia, alifanya yeye mtawala wa familia. Lakini siku inakuja ambapo mahesabu yake yataonekana kuwa wazi.
Yesu sana. Siku inakuja. Yesu sana. Siku hii ipo inakuja. Siku inakuja. Bwana Yesu sana. Rubeni alijiingiza chini ya laana kwa kufanya dhambi za siri. Hakujua kama Roho Mtakatifu anakumbuka tukio lake na Israeli baba yake aliweka moyoni, na hivyo alipoteza baraka alizokusudiwa. Alipoteza baraka alizokusudiwa. Rubeni usiwe mkuu, usiwe na ukuu. Anamaanisha katika maisha yake hatakuwa na lolote kwa dhambi ile. Hakuna kinachoendelea kwenye maisha yake. Ndio neno hilo, usiwe na ukuu. Maana kwenye maisha ya Rubeni hakuna muendelezo wa maisha yake. Hakuna kitu kinachoendelea kwenye maisha yake. Maisha yake hayana ukuu na hata kwenye utawala kwa sababu ya dhambi ambayo Rubeni alifanya. Yesu sana inamuondolea utawala wa ukuu kwenye maisha yake. Bwana Yesu sana. Kwa katika nyakati za leo tunao kina Rubeni wengi, hauhitaji kutafuta unabii. Kwa nini ufanikiwi? Sababu ziko wazi katika maandiko. Sababu ziko wazi, zitafute. Usitafute aliyekuroga. Huna adabu, huwezi kudhibiti, huna heshima, unavuka mipaka ya Mungu ovyo ovyo. Hili ni onyo kwa kanisa. Hautafanikiwa. Hautakuwa na ukuu. Huna adabu, huwezi kudhibiti. Unatembea ovyo ovyo, una miemko mingi, una hisia nyingi na hujidhibiti hisia zote unafanya unapotaka. Ni onyo. Huna adabu na hutamiliki na hutakuja kutawala. Ni neno ambalo Yakobo anazungumza na watumishi wake. Anasema hutamiliki na hutatawala na hutakuwa mkuu. Ni onyo kwa kanisa kwa matendo tunayotenda. Bwana Yesu sana. Kwa matendo mabaya tunayotenda ni onyo kwa kanisa. Bwana Yesu sana. Yesu sana. Yesu sana. Yesu sana. Yesu sana. Ni onyo kwa kanisa. Tumevuka mipaka ya Mungu. Maandiko yanasema kitabu cha Mathayo, lakini Mathayo 19:30. Mathayo 19:30. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Rubeni alikuwa wa kwanza kwenye baraka aliondolewa. Yesu sana. Aliingia yule wa kwanza Rubeni kama yeye ni wa kwanza. Yeye ni wa kwanza, yeye ni wa kwanza atamiliki. Yeye ni wa kwanza, lakini siku ya mwisho akawa wa mwisho. Siku ilipofika akawa mwisho. Yesu sana. Yesu sana. Yesu sana. Yesu sana. Leo nasema msikilizeni Israeli baba yenu. Tumsikilize Israeli baba yetu katika madhabahu ya Yaboti. Tumsikilize baba yetu. Tumsikilize baba yetu anaposema na sisi. Tumsikilize siku ya leo. Rubeni hakuwa na nafasi tena ya kujirekebisha, lakini wewe unaweza kuwa na nafasi ya kutubu na kuachana kabisa na kabila la Rubeni. Leo una nafasi ya kuachana na kabila ambalo unajiunganisha nalo. Leo nafasi ipo. Mwenzetu hapa na nafasi. Hakuna nafasi ya kutubu. Ilikuwa ni siku ya mwisho, baba yake anakufa siku hiyo, anatoa maneno ya mwisho kwa anakufa. Anatoa maneno ya mwisho anajirekebisha wapi? Sisi leo tuna nafasi ya kujirekebisha. Na kama tulikuwa Biblia, tusome haya maneno. Yesu sana. Tunatoa Biblia tuyasome maneno haya. Wenzetu hawakuwa na Biblia. Sisi Biblia tumepewa ya kusoma. Matendo ya wenzetu vile ambavyo wazao wanazipata. Sisi tumepewa neema ya kusoma maandiko, lakini bado tunatenda mambo mabaya. Kwa Mungu hakuna siri. Leo msikilize sana Israeli moyoni mwako. Maisha yako yanaangamia kila kukicha, sababu nayo wewe mwenyewe umevuka mno mpaka wa Mungu. Unadharau maonyo moyoni mwako, umehukumiwa mno lakini unadharau. Umevuka mipaka ya Mungu na unadharau sana. Umevuka. Leo Mungu anatoa onyo, umepitiliza mpaka mwisho. Mungu mara nyingi amekuonya, amekuonya mara nyingi, lakini bado unapitiliza mipaka. Bado unavuka mipaka ambayo Mungu ameweka. Tumishi, msikilize Israeli. Baba yenu anasema kutoka mbinguni. Msikilize Israeli kwa ajili ya kanisa. Msikilize Israeli kwa ajili ya maisha yako. Msikilize sana Israeli. Mara nyingi umeonywa, bado unaendelea hivyo hivyo. Rubeni anatenda na mama yake. Ukisoma ukianza kufuatilia habari za kimataifa, ni kwamba Rubeni akachukuliwa majimama, si ndio? Maka itembea na jimama. Mageni mtoto anatembea na jimama. Wao watumishi kanisani wanatembea na majibaba, wanatembea na majimama. Wao watumishi kanisani wako kwenye ndoa, lakini wameacha ndoa zao, wanaenda kufakamia si wanawake wako nje. Ni watumishi ndani ya kanisa. Wamevuka kimo cha wapagani, wamevuka. Ni watumishi wa Mungu. Wamevuka kimo, wamepitiliza. Wanatembea wamevuka mstari wa Mungu. Lakini Mungu amechukia. Ametoa onyo mara nyingi. Anasema leo msikilize Israeli baba yako. Msikilize Israeli baba yako. Msikilize. Rubeni alificha dhambi yake. Alikuwa na jina la kuwa hai, lakini ndani yake alikuwa amekufa. Alikuwa amekufa ndani yake. Jina lilikuwa hai. Miaka mingi yupo wanaishi ametenda dhambi. Kumbukeni anasema hivi, kitabu kinasema hivi kwamba ile Mwanzo 35
Anasema hivi, anasema baba yake alijua akaweka siri. Baba yake akajua akaweka siri dhambi ya Rubeni. Siku zote babake kwa kijana wameishi na Rubeni muda wote, wameishi na muda wote. Lakini babake anajua ipo siku tutakaa kikao. Ipo siku. Kikao kipo. Hakuna kukimbia. Kikao kipo. Hakuna kuruka dirisha. Kikao kipo. Ipo siku itafika. Hakuna kutoa uzuri kwamba mimi naumwa, mimi ni mgonjwa, mimi siwezi kufika. Siku hiyo hamna. Tutakuwa wazi mbele za Bwana. Tutakaa kama tulivyokaa hivi. Tutaangalia madhabahu hivi. Israeli baba yetu atakaa hapa. Atatuhukumu siri zetu za mwisho. Atatuhukumu hizo siri. Tuna siri nyingi watumishi, zimo ndani yetu. Tuna siri nyingi tumezificha. Mawazo tunayajua, Mungu anajua mawazo. Jambo mawazo ndani yako ambayo Mungu apendezeki nayo. Na unalala nayo usiku, unaamka nayo asubuhi, unatembea nayo mchana. Mungu anajua mawazo yako mtumishi. Tengeneza kabla siku haijafika mbali. Tengeneza kabla Israeli baba yako hajakuita siku hiyo. Siku hiyo utakosa nafasi. Maana siku hiyo unaweza kujitetea. Siku hiyo baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Hakuna kujitetea siku hiyo. Nakwambia hivi kwamba Rubeni na Yakobo na watoto wake amewaita makabila 12. Anataka waeleze habari ambazo watakuta siku ya mwisho. Lakini pia anaeleza habari za maisha wanayoishi. Maana ni kwamba anasema hivi kwamba anatoa utabiri wa maisha yao, kwamba watakaoishi baadaye. Leo Mungu anakupa utabiri wewe. Anataka kuambia habari za mambo utaishi baadaye. Ndio kuna baraka kwa kwako. Mungu anataka kuambia leo. Lakini tunaona Rubeni alikosa baraka. Yesu akasema, ukisoma zile kabila zile 12 zile, walipata baraka wote 11. Rubeni alikosa baraka. Yesu akasema, Rubeni alikosa baraka. Wapo watu walipata baraka pale, walipata baraka kwa maisha yao wanaoendea mbele. Lakini Rubeni akasema usiwe na ukuu. Kama alikuwa anajiandaa kwamba atatawala, hata siku ilifika ya kuondolewa kutawala. Siku ilifika. Alijiandaa muda mrefu kwamba baba akifa, mimi nitatawala. Baba akifa, mimi nitatawala. Baba akifa, mimi ndio tawala, mimi ndio wa kwanza. Lakini siku imefika ya ulisi, ya kupokea ulisi, kupokea ujira wako. Siku imefika kuchukua ujira wako, kupokea ujira wako. Siku imefika haupokee ujira wako. Yesu akasema, haupokei ujira wako. Siku inafika. Kitabu cha Mwanzo, nisome vitabu viwili vya vitatu vya mwisho. Kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, pale Mwanzo nairudia ile Mwanzo 49 ndio msitizo wa somo. Mwanzo 49, mstari wa kwanza na wa 4. Yakobo akawaita wanawe, akasema, kusanyikeni, niliwaambia kuwapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo. Msikilizeni Israeli baba yenu. Rubeni, mzaliwa wangu wa kwanza. Nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipandia kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Alikipandia kitanda changu, kitanda cha Mungu, kanisa. Umelinajisi kanisa. Umekipandia kitanda cha baba yako. Ndani ya kanisa unapanda kitanda cha baba yako, mahali ambapo Mungu ameweka makao yake. Wewe mtumishi unakipandia kitanda, unakichafua kitanda cha baba yako, umenajisi kitanda cha baba yako. Maisha tunayoishi ni mafupi sana. Unajua tunajidanganya sana. Mwanadamu ni mjanja sana. Mwanadamu ni mjanja. Yaani mjanja kutimiza. Wanasema ni bora utaenda simba kuliko mwanadamu aliyekengeuka. Mwanadamu aliyekengeuka ni mbaya. Na hata ukalisha umshauri vipi ni mbaya. Mawazo yake ni mawazo ni mabaya siku zote. Ni mabaya siku zote. Na Mungu anajua mawazo ya wanadamu ni mabaya siku zote. Rubeni amekipanda kitanda cha baba yake. Amekilalia isivyo, amekinajisi. Huko mahali hapa unanajisi kazi ya Mungu. Huko mahali hapa unanajisi maisha yako ambayo Mungu amekupatia. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi wa Galatia 6:7. Anasema, msidanganyike, Mungu hazihakimu. Chochote unachokipanda ndicho unachokivuna. Yoyote unayopanda leo ndio ambao utakuja kuyavuna. Muda unakwenda sio rafiki. Mwisho tumekaribia. Muda sio rafiki, mwisho tumekaribia. Mwisho tumekaribia. Muda sio rafiki, muda umekwisha. Umecheza sana. Mpira wanasema kawavine. Wanasema kawavine. Mwishoni kabisa wanafungulia watu wengine wanasema kawavine. Muda umekwisha, umekwenda. Chochote unachokipanda utakivuna. Mungu hazihakiwi. Mungu hazihakiwi. Mungu hazihakiwi. Chochote unachokipanda utakivuna. Yote unayofanya utayavuna. Nasema mwisho umefika. Kama hao walivyoitwa mbele za Bwana. Mwisho wetu upo. Hichi ni kivuli cha siku ya mwisho. Mwisho wetu upo.
Mwisho wangu upo, mwisho wako upo. Cheza sana, cheza sana. Cheza sana, danganya sana. Fanya uasi, jiachie huko nje. Tendo unayoyataka, jiachie sana huko nje. Lakini siku ya mwisho mwanadamu ipo. Maandiko yanasema hivi, mwanadamu anazaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi ni fupi. Tena zimejaa taabu. Ni fupi, tena zimejaa taabu. Ni fupi, tena zimejaa taabu. Tunazika watu kila siku, na sisi tutazikwa. Tunazika na sisi tutazikwa. Siku zetu ni fupi, tena zimejaa taabu. Kitabu cha mwisho Praise ya Bwana pita mbele, twende kumuomba Mungu. Lakini naandika ujumbe huu, nilikuwa natamani sana tuimbe wimbo, mataifa yote yatakusanyika mbele za Bwana. Mataifa yote yatakusanyika mbele za Bwana. Watalia siku hiyo. Watalia siku hiyo. Mataifa yatalia. Yatalia siku ya mwisho. Siku hiyo itakuwa ni siku ambayo inakuja kwa kasi. Siku ya utusi, siku ya ansa, siku mbaya, siku nyeusi kwa mwanadamu. Hiyo siku ipo. Siku mbaya kwa maisha ya mwanadamu ambao hajakutana nayo kama kwenye maisha yake. Hiyo siku inakuja, na hiyo siku ipo. Na inakuja. Na ipo karibu kabisa. Na tunaitarajia. Sio muda mrefu tutajikuta tuko kwenye picha hizi. Sio muda mrefu sana. Tutajikuta tuko tu mbele za Bwana. Sio muda mrefu tutajikuta tuko mbele za Bwana. Kutoa hesabu za maisha yetu. Amina. Kitabu cha mwisho Yoshua 7 mstari wa 10. Yoshua 7 mstari wa 10 mpaka 20. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia Yoshua, "Aya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, nao wamelivunja agano langu nililowaagiza, nao wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe." Wameiba, tena wameficha, wamevitia, wamevichanganya vitu vya Bwana, wamechanganya vitu vyao. Wameiba Waisraeli. Hapa Yoshua amelala kifudifudi, anaumia. Yakobo amewaita watu wake, anaumia na maisha ya watu wake walipoishi. Yoshua hapa anaumia. Kwa nini tunapigwa kila siku na kabila dogo la Hai? Kwa nini tunapigwa kila siku na kabila dogo kiasi hiki? Kwa nini tunapigwa? Analia mbele za Mungu, anaomba mbele za Mungu, kwa nini kanisa linatembea hivi? Kwa nini kanisa linaenda hivi? Kwa nini kanisa linayumba hivi? Yakobo Yoshua analia mbele za Mungu. Anamlilia Mungu, kwa nini Israeli wanapigwa? Kwa nini kanisani magonjwa yaishi? Kwa nini kanisani vifo haviishi? Kwa nini kanisani mahangaiko ni mengi watumishi wa Mungu? Pale analia Yoshua mbele za Mungu. Kwa nini Israeli wanapigwa na kabila dogo? Kwa nini wanapigwa? Na wachawi wao huko nje kitu kidogo. Kwa hiyo tunapigwa. Analia mbele ya Mungu Yoshua. Kwa hiyo tunapigwa. Jirani yako mchawi anakupiga na kusumbua kila siku. Na wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo analia, kwa hiyo anapigwa. Yakobo Yoshua hapa analia. Anasema Israeli Mungu anamjibu. Anasema Israeli wamefanya dhambi. Nao wamelivunja agano langu nililowaagiza. Na wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndipo sasa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui yao. Yaani hauwezi kusimama mbele ya adui yako kama unatoka mbele za uso wa Bwana. Adui atakushinda. Yesu sana. Adui atakushinda ukitoka mbele za uso wa Bwana. Hawa wana wa Israeli walitenda dhambi. Waliwapata mapigo kwenye maisha yao. Hawakushinda chochote. Walipigwa na kabila dogo sana, hawakushinda chochote. Anasema ndipo sasa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena, msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Msipokiharibu hicho kitu mlicho nacho, mtapigwa kwenye maisha yenu. Anasema haya, inuka uwatakase watu, ukaseme takaseni, mwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako. Israeli, uweze kusimama mbele ya adui zako hata utakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Hamwezi mkashinda msipokiondoa hicho kitu ndani yenu. Hamtashinda. Ni lazima mkitoe hicho kitu hicho ndani yenu, ndipo mtashinda. Hakuna vile mtumishi utashinda. Hakuna vile ambavyo utashinda. Na utakuwa mkuu wa nafsi moja. Na utafanikiwa kamwe. Na utawako watakuwa hivyo hivyo, hawatafanikiwa kamwe. Yesu sana. Hawatafanikiwa kamwe. Mpaka ukitoa hicho kitu, hicho wakfu cha Bwana ulichokificha, mpaka ukitoe. Mpaka ukitoa hicho kitu. Anasema, basi asubuhi mtaletwa karibu nami. Kabila kwa kabila, makabila 12 yaliitwa mbele za Bwana.
Makabila 12 mbele za Bwana. Hapa anasema basi asubuhi italetwa karibu nami kabila kwa kabila, kisha itakuwa ya kwamba kabila hili itakayoitwa Bwana itakaribia jamaa kwa jamaa, na jamaa ile itakayoitwa Bwana itakaribia nyumba kwa nyumba, na nyumba ile itakayoitwa Bwana itakaribia mtu kwa mtu. Tena itakuwa ya kwamba yeye atakayetwaliwa naye anacho kitu kile kilichowekwa wakfu atateketezwa kwa moto, yeye aona vitu vyote alivyo navyo, kwa sababu alivunja agano la Bwana na kwa sababu ametenda upumbavu katika Israeli. Basi Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, akawasogeza Israeli kabila kwa kabila. Kabila ya Yuda ikatwaliwa, akaisogeza jamaa za Yuda, akaitwaa jamaa ya Wazera, akaisogeza jamaa ya Wazera mtu kwa mtu. Zabi akatwaliwa, akawasogeza watu wa nyumba yake mmoja kwa mmoja, na Akani mwana wa Kami mwana wa Zabi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda akatwaliwa. Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, nakusihi mtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilotenda, usinifiche kwenye kikao siku ya mwisho. Mwanangu Mayele, usinifiche, niambie ulichotenda, usinifiche, nieleze. Siku ipo. Maneno haya anasema Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, nakusihi mtukuze Bwana mbele ya madhabahu, na dhambi unayo mtukuze Bwana. Unakula kiapo kwamba umesimama mbele ya hukumu, unakula kiapo kama mahakamani, mtukuze Bwana. Asema kweli yako yote, mtukuze Bwana. Anasema Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, nakusihi mtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilotenda, usinifiche. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya. Unaona, Akani akamwambia, kweli nimetenda dhambi. Muda ulikuwa umeisha. Mapigo aliyapata Akani hayasimuliki. Alipata mapigo ambayo hayasimuliki. Mapigo aliyapata Akani hayasimuliki. Yesu sana. Walipigwa na watu, yeye na familia yake na wajomba zake walikuwa nyumbani mwake. Walipigwa wote, walipigwa na mawe. Maandiko yanasema ile mawe ilijaa, kifusi kipo mpaka leo Israeli. Ile mawe yamejaa, kifusi mpaka leo kipo Israeli. Mawe ya kipigo cha Akani kwa dhambi aliyotenda. Dhambi ni mbaya, mtumishi. Mambo yanayofanya hayana adabu, hayana heshima. Unatembea ukizui hisia zako, unatembea ukizui kama ulizo nazo. Siku inafika, tusimame.